vizuri. Somo letu la leo ina kichwa kinasema ziwa la moto. Kichwa kinasema ziwa la moto. Ziwa la moto. Sasa tujifunze kwa taratibu, tujue ili ziwa la moto linapotajwa katika maandiko ni kitu gani? Ni nini hicho? Naposoma Biblia nakutana na ziwa la moto. Kimewekwa kwa ajili ya nini? Kuna tafsiri mbalimbali na kuna namna mbalimbali ambavyo mtu anaweza akalielezea hilo ziwa la moto. Kuna namna mbalimbali ambayo kila mtu anaweza akalielezea ziwa la moto. Kimi nimesema ziwa la moto ni mahali au ni sehemu iliyoandaliwa na Mungu ambapo shetani pamoja na watenda dhambi watawekwa kuteseka. Narudia, ziwa la moto ni mahali au ni sehemu iliyoandaliwa na Mungu ambapo shetani na watenda dhambi watakwenda kuteseka. Unaweza ukasema ni mahali pa mateso kwa ajili ya shetani na majeshi yake. Ni mahali pa mateso kwa ajili ya shetani na majeshi yake. Hapo mahali ambapo Mungu aliandaa, amepandaa kwa ajili ya mateso. Nimesema mateso ya shetani pamoja na majeshi yake. Ipo tafsiri nzuri tu. Mungu hakuandaa ziwa la moto kwa ajili ya wanadamu aliyowaumba. Aliandaa kwa ajili ya shetani na majeshi yake. Sasa hapo tunaposema majeshi ya shetani, majeshi hivi ni vikosi vya shetani. Ndani yake kuna mapepo, ndani yake kuna majini, ndani yake kuna kila ambaye anatumika kama silaha ya shetani ya uovu. Kwa hiyo na yeye anaingia kuwa miongoni mwa majeshi ya shetani. Haleluya. Kwa hiyo purpose, kwa makusudi kabisa, baada ya shetani kuasi, Mungu ameandaa mahali pa kumtesea. Lakini pamoja na ile theluthi iliyo hasi mbinguni, nayo inakwenda huko. Lakini pamoja na wale ambao wamekataa kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, Biblia inaniambia kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili aweze kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie hahukumiwi, asiamini amekwisha kuhukumiwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndiyo makusudi ya ziwa la moto. Jina jingine la ziwa la moto ni Jehanamu ya moto. Mahali pengine utakuta inatumika jina Jehanamu ya moto. Sehemu nyingine inakatishwa kwa Biblia wanasema Jehanamu. Sasa tuweza kuangalia limesemwa namna gani katika Biblia. Andika maandiko yafuatayo. Tatembea humo. Ufunuo 19 mstari wa 20. Ufunuo 19 mstari wa 20. Lakini Ufunuo 20 mstari wa 10. Ufunuo 20 mstari wa 10.
Lakini Ufunuo 20:14 mpaka 15. Baada hapo andika Luka 10 mstari wa 20. Luka 10 mstari wa 20. Lakini Kutoka 32 mstari wa 30 mpaka wa 32. Kutoka 32 mstari wa 30 mpaka 32. Lakini Mathayo 18 mstari wa 7 mpaka wa 9. Mathayo 18:7 mpaka 9. Marko 9:43 mpaka 48. Marko 9:43 mpaka 48. Tamalizia na andiko hilo. Sasa nataka tuangalie hiyo ziwa la moto, au nimekwambia jina lingine ni Jehanamu ya moto, au jina nyingine inakatishwa kama Jehanamu. Angalia Mathayo Ufunuo 19 mstari wa 20. Biblia inasema yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama, nao walioisujudia sanamu yake. Hao wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Tunaona wakatupwa katika lile ziwa la moto liwakalo moto wa kiberiti. Nani anatupwa katika lile ziwa la moto? Tunaona Biblia inatuambia mnyama. Mnyama hapa tunamaanisha ni yule asi, tunamaanisha ni mpinga Kristo, tunamaanisha ni yule mwanadamu atakayevaa roho ya shetani mwenyewe, atakuwa ni mpingamizi, ni mpinga Kristo. Huyo atakamatwa. Huyo mpinga Kristo ana nguvu za ziada ya hao unaona wachawi, washirikina na nini, hivyo ni vitu vidogo. Yaani yeye atakuwa na mamlaka nyingine ya shetani. Mnyama ni mtu, ni mtawala ambaye huyo sasa atachukuliwa, atatupwa wapi? Kwenye ziwa la moto. Si sawa? Lakini Biblia inamtaja nabii wa uongo ni mtu ambaye Biblia inasema alifanya ishara mbele ya huyo mnyama. Huyo nabii atafanya ishara nyingi ambazo atawasababisha wanadamu wengi wapotoke na wamwamini mnyama na wamkubali mpinga Kristo, wamkatae Yesu kwa ishara na maajabu atakazozifanya. Biblia inaniambia hao wawili, nani? Mnyama na nani? Na nabii wa uongo au mpinga Kristo na nabii wa uongo watakamatwa wangali wako hai, watatupwa kwenye ziwa la moto. Sasa tunaposema ziwa, na kutumia Biblia itumia neno ziwa, mimi napendaga kutumia mfano wa ziwa Victoria. Tanzania tuna ziwa Victoria. Ukienda pale ukiangalia hivi, huoni mwisho wa lile ziwa liloko Mwanza. Kwa macho yako umekaa ufuoni, kuna mahali ukiangalia huoni mwisho. Unaona tu meli na nini na mawimbi. Ni ziwa. Kwa itakuwa ni eneo sio dogo ambalo kilichomo ndani yake sio maji, bali uko nini? Moto. Kwa sehemu kubwa unawaka tu, sehemu kubwa sana
watakamatwa, watatupwa motoni. Wangetupwa wamekufa, wasinge sense, wasingeona maumivu, wasingeteseka. Biblia inakwambia wangali wako hai. Watatupwa wapi? Kwenye ziwa la moto. Nabii atafanya ishara mbele ya nani? Ya mpinga Kristo. Yaani ndiye ambaye atakuwa kama anampigia debe mpinga Kristo. Hivi mnanielewa? Yaani ndio anafanya ishara za ajabu. Mahali fulani anasema kwamba ataweza hata kuipulizia sanamu, pumzi itakuwa hai. Watu wakiona wataanguka, watasema hakika huyu ni Mungu. Zile ishara zitawapumbaza wengi na watamwacha Mungu. Huyo nabii kwa atakuwa kama muhuri, ndiye anayesababisha watu waipokee chapa ya mnyama. Huyo nabii. Takiwa nabii kutakuwa na mafundisho, kutakuwa na mambo mbalimbali. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wangapi mpaka tumeelewa? Kama umeelewa nyosha mkono. Ziwa la moto. Hebu sasa nenda mbele. Fungua kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa 10. 20 mstari wa 10. Tuliona wale viumbe wawili wameshaingia kwenye moto, sawa? Mstari wa 10, na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Huyu ibilisi anayetajwa, ili uelewe vizuri, kasome Ufunuo 20 yotoka 1. Hii ni baada ya miaka 1000 ya utawala wa Kristo. Kuna muda mchache atafunguliwa, nishasoma, na alipofunguliwa akawadanganya watu. Sasa huyu ibilisi ndio mstari huu unatajwa naye. Mwisho wake ibilisi mwisho wa nani jamani? Wa ibilisi ni wapi? Anasema na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana usiku hata milele na milele. Tumetaja vitu vitatu. Sasa yuko nani? Mnyama ambaye ni mpinga Kristo, si sawa? Alafu yuko nani tena? Nabii wa uongo, si sawa? Alafu ameongezwa na baba yao ni wa mwisho. Baba yao ni wa mwisho. Haya maono mzee Yohana alionyeshwa, anasema nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Ni mambo ya rohoni sana. Anaonyeshwa hawa ni viumbe wa roho. Anaonyeshwa ibilisi ni kiumbe wa roho. Hata yule mpinga Kristo ukimwangalia ataonekana kama mtu, lakini atakuwa amevaa roho. Kwa alikuwa anaonyesha ni madubwana, majitu. Linakamatwa kwenye ulimwengu wa roho, anaangalia. Wanatupwa motoni. Biblia inaniambia nao watateseka usiku na mchana, milele na milele. Jamani, tumeona hao viumbe wangapi? Watatu. Mnajua kwa nini nimesema viumbe? Muumbaji ni mmoja. Haleluya. Hawa viumbe wa roho waliumbwa, wakamkataa Mungu, wakahasi mbinguni, mwisho wao kwenye ziwa la moto. Jamani, haleluya. Paka hapo tuko pamoja. Kwenye ziwa la moto umeingia viumbe vingapi jamani? Moja, mnyama ambaye nakwambia huyo ndio mpinga Kristo. 2, nabii wa uongo akaingia. Na 3, kaingia nani? Ibilisi mwenyewe na shetani. Kwenye moto. Twende tusogee mbele. Soma hiyo sasa, Ufunuo 20:14 na 15. Hiyo Ufunuo 20
14 na 15. So 14 Biblia inaniambia mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Mauti na nini? Na kuzimu. Sasa ukitaka kutafiti mauti ni nini, na miongoni mwa kazi bora alizozifanya mfalme wa wafalme Yesu Kristo ni kuishinda mauti. Kufikiria nayo mauti itatupwa wapi? Kwenye ziwa la moto, si sawa? Na kuzimu nayo itatupwa kwenye ziwa la moto. Sasa katafiti zida hiyo mauti ni nini na kuzimu ni nini ambazo nazo tunaziona zinafanya nini? Jamani, zilivyoandikwa mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Angalia, manake ziwa la moto nalo ni mauti, lakini inaitwa mauti ya pili. Mauti ya kwanza Kristo alishaishinda, na ndio maana yeyote aliyepokea Yesu, yeye nafasi yake atafufuliwa, hana sehemu katika mauti ya pili. Biblia imesema hivyo. Amina wapendwa. Haleluya. Haya, vitatupwa kwenye mauti ya pili, hilo ziwa la moto, mauti na kuzimu. Sikiliza mstari wa 15. Biblia inasema hivi: na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Hapo Biblia imetuletea watu, si sawa? Hivi tulikuwa ilikuwa it was just terminologies, kama terminology fulani. Lakini hapa Biblia inasema wazi kwamba iwapo mtu, iwapo binadamu, iwapo mwanadamu, yani vitabu vitafunguliwa, yatatafutwa majina, inaonekana jina lake halipo. Ikionekana jina halipo, sehemu yake ni katika lile ziwa la moto. Na tunajua ziwa la moto litatesa watu, ni watu watateseka katika ule moto. Iwapo mtu hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, yeye alichukuliwa naye akatupwa katika ziwa la moto. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kitu gani kinakufurahisha kwenye wokovu? Unatakiwa ufurahie unapoona nini? Jamani, haleluya. Je, ufurahie kwa sababu umeimba, umecheza vizuri? Je, ufurahie kwa sababu ukiweka mkono juu ya wagonjwa, mgonjwa anainuka anasema nimepona? Ni jambo la kukufurahisha hilo? Ni jambo gani ambalo unatakiwa ufurahi? Hebu mwambie jirani yako, alo, unafurahishwa na nini kwenye wokovu? Mwambie. Na Yesu anasema tufurahie nini? Anasema tufurahie nini? Mahali fulani Biblia inaniambia walienda wanafunzi, wanapokwenda wakaona miujiza mbalimbali inatendeka kwa jina la Yesu. Jamaa zangu wakarudi wakila Petro, wanarukaruka kidogo, wanasema, Bwana mwalimu, tulikwenda hata mapepo yakatutii, tuliondoa kwa jina lako. Wakafurahi. Yesu akawaangalia akasema, ninyi msifurahi kwa sababu pepo wanawatii, bali mfurahi kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Haleluya. Jambo linalotakiwa ulifurahie ni kuona jina limeandikwa katika kitabu cha uzima. Hakikisha unafanya uchunguzi wa maisha yako na kuona usalama wa jina lako kwenye kitabu cha uzima. Jamani,
mchezo. Ule moto sio mchezo. Mimi nakwambia, sio mchezo. Ule moto sio mchezo. Yes, Biblia inaniambia zamani Mungu alisema na babu zetu kwa vinywa vya manabii, lakini mwisho wa siku hizi anasema nasi kupitia mwana. Hata mwana amesema kwa habari ya Jehanamu na ameeleza ni nini hicho. Hebu tuangalie maandiko machache, kwa sababu haya aliyoyaandika Yohana alikuwa amefunuliwa na Yesu. Amina wapendwa. Kisoma Ufunuo mwanzoni kule inakwambia vizuri alipokuwa katika roho, alivyomuona mwana wa Mungu. Anasema ni kama mtu aliyekufa kuona, kasema nimepewa huu ujumbe nikuletee Yohana. Na huyu Yohana anayeandika ni yule kijana aliyependwa na Yesu, huyu aliyegama. Kwa hiyo kama ni siri, Yohana alikuwa na siri nyingi za ufalme wa Mungu. Angalia, hebu tuangalie kitabu cha Luka. Tuangalie. Nilikuwa naongelea habari cha kufurahi. Tunafurahi wakati gani? Nini kinatufurahisha? Yesu ametuambia nini? Tufurahi wakati gani? Tufurahi wakati gani? Tufurahi wakati gani? Tufurahi wakati gani? Luka ile sura ya 10 mstari wa 20. Biblia inasemaje? Fungua, fika pale haraka mtu wa Mungu, fika pale mstari wa 20. Biblia inasema lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Yesu anawaambia wanafunzi. Nilipokutana na hili andiko wakati nasoma, nikasema lazima nijitafiti, lazima niangalie. Ni muhimu jina langu nikaliona liko mbinguni. Mimi nikwambia, nilipiga magoti chumbani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mama nahitaji kufurahi. Mwambie nimefunga mlango. Acha kwanza nipige niombe tena. Unajitathmini kwa ndani. Baba, hivi jina langu bado limo? Sio dhambi. Amina wapendwa. Sio dhambi. Kwa sababu ndugu yangu, kuingia kwenye moto na ni milele na milele. Huu moto hauzimiki. Huu moto ni wa milele na milele kwenye ziwa la moto. Kwa ni heri ukatafiti, ukaangalia jina lako liko wapi. Je, kwa sababu ya matendo yako jina lako limefutwa? Umefanya nini? Heri siku ya leo kaangalia tena kwamba hapana, kama jina langu limefutwa, Baba naomba uliandike kwa upya. Hebu muangalie mstari semaje. Angalia kile kitabu cha Agano la Kale Kutoka 32. Nikwambie kwamba kuna uhakika wa majina kuwepo kwenye kitabu cha uzima cha mbinguni. Angalia Kutoka 32. Kutoka 32. Musa anasemaje? Kutoka 32 mstari wa 30 mpaka 32. Mstari wa 30 kitabu cha Kutoka. Mstari wa 30. Hata asubuhi yake Musa akawaambia watu, mmetenda dhambi kuu, na sasa nitakwenda juu kwa Bwana, labda nitafanya upatanisho kwa ajili ya dhambi yenu. Musa akarejea kwa Bwana akasema, watu hawa wametenda dhambi kuu, wamejifanyia miungu ya dhahabu. Walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusi katika kitabu chako ulichoandika. Bwana akamwambia Musa, mtu yoyote
asiyenitenda dhambi, mtu yoyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakaye mfuta katika kitabu changu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Biblia imeweka wazi, Musa alikuwa anajua kwamba yako majina kwenye kitabu mbinguni ambacho mwandishi wake ni Bwana mwenyewe. Wana wa Israeli wakati wamekosa, wamemtenda Mungu dhambi, Musa akaangalia kwa ile hali aliyokuwa nayo ya huruma, akasema sitawaacha watu wote wapotee. Nitarejea tena kwa Bwana, nitaenda tena kumwomba kwamba haina maana hao watu wote wakapotea alafu nikaingia peke yangu. Hapana, nitakwenda kumsihi Bwana awasamehe dhambi yao. Yaani Musa alienda mlimani amesikitika sana. Kiangalia inaanza na si umesoma? Watu hao wamemtenda Bwana dhambi kuu sana. Yaani alienda moyo wake umesikitika, akamwambia Bwana, naomba uwasamehe. Kama sivyo basi na mimi unifute katika kitabu ulichoandika katika kitabu chako. Na Bwana akatoa jambo ambalo likasababisha mtu afutwe kwenye kitabu cha uzima. Akasema yeye aliyenitenda dhambi ndio huyo anayeweza kumfuta. Na angalia, Mungu anaongea na Musa wakati hao watu wameshatoka Misri tayari. Ni watu ambao wako safarini, wanaelekea Kanaani, ambao ilikuwa ni mfano halisi wa sisi tulionunuliwa. Tuko safarini, tunakwenda mbinguni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tuko safarini tayari. Kama unamtenda Mungu dhambi, nicho kitu cha pekee kinachoweza kusababisha jina lako likatoka kwenye kitabu cha uzima. Na likishatoka kwenye kitabu cha uzima, Biblia inasema iwapo mtu yoyote akuonekana katika kitabu cha uzima, ndipo ambapo huyo mtu alitupwa kwenye ziwa la moto. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuko safarini kama ilivyokuwa safarini. Kwa hiyo na sisi ile kanuni inayotumika ni ile. Unamtii Bwana, unaishi vizuri, umeikataa dhambi, Bwana hawezi kuondoa jina lako kwenye kitabu cha uzima. Unapokuwa tayari unamwasi Bwana, unamwacha Kristo, hapo ndipo unapelekea jina lako lifutwe kwenye kitabu cha uzima. Na likifutwa tunarudi pale. Yohana anaambiwa kwamba iwapo. Sasa hebu angalia Mathayo 18. Angalia Mathayo 18. Yesu anasema nini? Mathayo 18. Mathayo 18 mstari wa 7 mpaka wa 9. Mathayo 18 mstari wa 7 mpaka wa 9. Nenda pale kwa haraka, mtu wa Mungu, uangalie Bwana Yesu anasema nini. Yule ambaye Biblia inatuambia siku hizi Bwana anasema nasi kupitia nani? Mwana. 18 mstari wa 7 mpaka wa 9. Anasema, ole ni wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha, maana hayana budi kuja mambo ya kukosesha, lakini ole wake mtu yule aliletaye jambo la kukosesha. Sasa Bwana, basi mkono wako wa kuume, mkono wako au mguu wako ukikukosesha, ukate ukautupe mbali nawe. Ni afadhali kuingia katika uzima hali umepungukiwa na mkono
au mguu, kuliko kuwa na mikono miwili au miguu miwili na kutupwa katika moto wa milele. Jamani, mstari wa 9, na jicho lako lilikosesha, ling'oe ukalitupe mbali nao. Ni afadhali kuingia katika uzima una chongo kulikoni kuwa na macho mawili na kutupwa katika jehanamu ya moto. Yaani Yesu amevaa mwili na anajua lile ziwa la moto lilivyo. Ndio maana anasema, ni afadhali, kwa lugha nyingine, usiombe ukaingia kwenye ziwa la moto. Usiombe kama kuna kitu kimekuganda, kama mkono wako, kama mguu wako, kama jicho lako, toa, usiwe nacho. Mieli ukaingia kwenye uzima, huna hivyo viungo, huna hivyo vitu. Anaongea kukali sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wewe fikiria, mguu wako ukikosea, anasema ukate, na mkono wako ufanye nao uondoe, na jicho lako kama Samson toa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na nakwambia anaeleza hayo. Ndio maana kwa Biblia hatujaona mwanafunzi aliyejikata kiungo au kuna mtu alimuona kwamba kwa kutimiza ile andiko aliona mkono wake kama wizi sana, akaona yeye mwenyewe akajikata mkono. Ushaona? Na tafsiri nyingi sana. Sio kali ukaenda ukachukua nani? Niambia ile kalikuwa ukasema umezidi sana, nataka nisingie wapi motoni. Acha niufanye nini? Ni ukate. Utaukata mguu, unakuta moyo bado una roho ile ile. Jamani, Bwana asifiwe. Ndio maana tohara ya kweli ni roho, ni moyo. Moyo ndio unatakiwa utailiwe, uwe safi, ili usiwaze wizi, usiwaze masharati, usiwaze uzinzi, usiwaze chochote, uwe umetailiwa. Na kwa sababu moyo hauwazi kuiba, mkono hautaiba, haleluya, wala mguu hautakupeleka kuiba. Amina. Moyo, ondoa yale mambo mabaya kwa gharama yoyote yatakayo kusababisha ukaingia motoni. Tumia gharama yoyote kuyaondoa. Ndiyo tafsiri ya Bwana Yesu, ndiyo maana ya Bwana Yesu. Gharama ya wewe mwenyewe kujiumiza. Umenielewa? Gharama ya wewe mwenyewe kujiumiza ili upone, usiingie kwenye ziwa la moto, kwenye jehanamu ya moto, kwa sababu uko ni hatari. Jamani, haleluya. Wangapi wanapenda kuingia kwenye ziwa la moto niwaone? Haleluya. Wangapi mpaka sasa wako tayari kulipa gharama wakisha wanaenda mbinguni? Hebu nyosha mkono nikuone. Amen. Na Bwana atusaidie. Ndio maana Yesu alisema ukinifuata, yani wewe jikane kwanza. Ukinifuata wewe bali jikatae kwanza, alafu jipishe msalaba, songa mbele. Akuonyesha namna ambavyo Bwana Yesu alijua, namna ambavyo Bwana Yesu alijua kwamba mahali pale ni pabaya. Hutatamani ndugu yako akaingie kwenye moto. Hutatamani kusikia baba yako ameenda jehanamu. Hautatamani. Ni mahali pa mateso ya milele na milele. Tumalizie Marko 9. Marko ile sura ya 9. Marko sura ya 9. Sasa angalia sifa za jehanamu, uone hii jehanamu ya moto ilivyo. Bwana Yesu alijaribu kuzisema sifa za jehanamu.
sifa za ziwa la moto. 9:43. Some taratibu 43. Anasema, na mkono wako ukikukosesha ukate, ni afadhali kuingia katika uzima kibutu kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda zako jehanamu, kwenye moto usiozimika. Sifa hiyo ya moto, kwenye moto usiofanya. Jamani, tumeona wote kwenye moto usiozimika. 74 anasema, ambamo humo funza wao hafi wala moto hauzimiki. 75, na mguu wako ukikukosesha ukate, ni afadhali kuingia katika uzima ukiwete kuliko kuwa na miguu miwili na kutupwa katika jehanamu, ambamo humo funza wao hafi wala moto hauzimiki. Na jicho lako likukosesha ling'oe, ulitupe, ni afadhali kuingia katika ufalme wa Mungu una chongo kuliko ni kuwa na macho mawili na kutupwa katika jehanamu, ambamo humo funza wao hafi wala moto hauzimiki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Umeona hili ziwa la moto lilivyo? Litakuwa linawaka continuously, kwa mfululizo bila kuzima. Hili ziwa la moto, moto wake hauzimi. Na nikwambie, ndani ya lile ziwa kuna mafunza. Sio mimi nasema, si Yesu alituambia jamani? Ndani yake kuna funza, alafu funza wake hafi. Funza kwa ajili ya nini? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Funza ni kwa ajili ya nini hapo? Halo? Jamani, hawa funza kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya mateso. Mimi nakwambia, kwa ajili ya kutesa watu waliofanya jeuri na kila aina ya makufuru waliofanya wakiwa duniani. Waliona kazi ya msalaba si kitu, walipenda maisha ya dunia, wala kutaka kumsikia yeye aishie milele na milele. Walipenda vitu vya duniani, wala kutaka kumsikiliza yeye aliyekuja katika sura ya Mungu mwenyewe, na kazi aliyoifanya waliona haina maana. Funza wake kwa ajili ya kuwatesa watakuwa hawafi. Funza wako kwenye moto. Hawa ni funza wa ajabu na hawafi. Kwa hiyo jamani, ni mchana na usiku. Mchana na usiku. Sasa ngasema, sasa ningeungua niishe kama kuni zinavyokokwa na zinaisha. Hamna kuisha. Mili hii tulionayo ndio ambayo kiwasha moto inateketea. Kuna baadhi ya mataifa mtu akifa hawaziki, wanachoma moto. Anasema mili ya wanadamu ina mafuta sana. Inawaka. Hii inawaka na inateketea, na mifupa yake inateketea, lakini uko mwili wa roho. Unapomsoma Paulo anauandika, nafikiri katika Wakorintho wa kwanza sura 15 mistari ya mwisho, anasema ule mwili ulioko juu kwa gredi zake haufanani na miili hii inayochoka. Miili inachoka. Na alisema mwenyewe kwamba miili yetu ijapochoka na kunyauka, lakini mtu wetu wa ndani unazidi kufanywa upya. Kwa nje huku kuna choka, kuna zeka, kuna isha, kuna maganga na kila kitu, lakini ule utu wa ndani, kama mtu ana Roho Takatifu, ana nguvu, unaendelea kupaliliwa, unaendelea kumwagiliwa, anazidi kuwa na nguvu. Anavyoendelea katika maisha ya rohoni, ana nguvu kuliko jana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa ule mwili wa mbinguni, sifa yake haufi.
ule mwili ni mwili wa ajabu sana. Mungu amefanya. Kumbuka roho ya mwanadamu haifi. Wangapi wanajua hiyo bado? Wengine hawajui. Watoto kweli hawajui. Yaani unavyoniona hapa, nina nafsi, nina nini? Nina mwili na nini? Nina roho. Sasa roho ilitoka kwake yeye mwenyewe, ikaingia ndani ya mwili. Hiyo roho haifi. Na hiyo roho ndio mtu akiokoka, akizaliwa mara ya pili, Roho Mtakatifu anaenda kuungana na ile roho yake. Na baadaye akaendelea vizuri, kuta yule roho anamthibitishia kwamba hakika wewe ni nani? Ni mwana wa Mungu. Anaongea ndani. Biblia imesema kitabu cha Warumi, nafikiri ni sura ya 8. Kadhalika roho naye anatuombea, lakini ukienda sawa sasa sema naye hutuambia kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Ameungana. Mstari wangapi leo huko? 26 20 ngapi? 26. Ni 26. Kwa mlizika ni 26. Anasema Roho Mtakatifu huwa anaungana na roho. Roho Mtakatifu anakufa. Jamani, Roho Mtakatifu anaisha. Na wewe ulivyoumbwa, roho uliopewa haifi ngo, hata ufanyeje unayo. Ukiivua unaivua kwenye mwili huu, bado ipo. Na hata mhubiri anaandika kitu fulani kule. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii roho yangu, roho yako itavishwa kao lingine. Hili ni kao tu ambalo kaa. Na kwa kuangalia hiyo, Paulo anasema hamjui ya kuwa mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kwamba roho wa Mungu anakaa ndani yenu, na mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa nje. Lakini baada ya hapo unapewa mwili mwingine. Sasa ule mwili wa kiroho unaopewa tena, ameandaa sio teketea. Yesu alipofufuka, sio nakumbuka jamaa wamekaa pamoja, wamefunga milango yote kwa kuogopa Wayahudi. Biblia yangu inaniambia hivi. Wanaogopa kweli wanafunzi, wamefunga milango yote. Mara mwenzao sasa, amani iwe kwenu. Amepita kwenye ukuta, kwenye pau, popote pale, kwa kutumia mwili wa roho. Mwili wa roho ni hatari. Huo mwili mtu akivaa, hakuna kufa. Hautakufa. Hebu yambie roho yako hofi. Na sasa kama sifi, kama haufi, angalia. Nikifa, jina langu bado liko kwenye kitabu cha uzima? Au limetolewa kwa sababu ya kujali starehe na anasa za dunia? Au limeondolewa kwa sababu ya kuwasikiliza marafiki? Au limeondolewa kwa sababu yale mambo ambayo nitegemea nitayapata haraka kwenye wokovu sijayapata, nikageuka tena nikaanza kufanya ninavyotaka? Nasema hivi, kuna mtu aliokoka kwa sababu alipata uponyaji. Haleluya wapendwa. Na kuna mwingine aliokoka sio hapa. Aliwaleza sio. Aliokoka kwa kusema mabinti waliokoka ndio wazuri, utaishi nao vizuri. Sasa mimi naokoka ili nikapate binti aliyeokoka. Sasa kakaa hakupata, akaanza kuharibika, akaanza kurudia mambo yake ya zamani. Hata kama ilitokea hivyo, ulisikilize neno la Bwana. Baada ya maisha haya tutachukua mwili mwingine, aidha nao mbinguni au nao kwenye ziwa la moto, na huko ni milele na jamani. Bwana Yesu asifiwe. Ziwa la moto linatisha. Mimi nakwambia, heri yangu nigeuke. Chochote kinachokuwa kama mkono kimeniganda, kimening'ang'ania, hakiniachii, nitakiacha.
nifikirie mbingu mpya na nchi mpya. Hii mbingu hata Paulo alihubiri. Ikafika mahali akasema nisio kuhubiria wengine kao kataliwa mwenyewe. Yaani anajua kwamba faida kubwa ya kuokoka ni kuingia mbinguni. Haleluya. Hiyo ndio faida kubwa. Faida kubwa sio kuomba ukapata gari ukasema kwa hivyo wokovu umefanya kitu cha ajabu. Sio kuinuliwa tu kwenye biashara ukasema sasa mtaji umekuwa. Hii ndio faida ya wokovu. Sawa, ni faida, lakini ultimate ile ya juu kabisa ni kuingia kwenye uzima. Sababu huko utastarehe milele na akamwambia Yohana, andika tangu sasa, heri yao wafao katika Kristo, ili wapate kupumzika baada ya taabu yao. Kumbuke, andika tangu sasa, heri yao wafao katika Kristo, heri yao wanaoishi wakiwa na Kristo. Yaani wanakufa huko wanaye. Hivi unajua kufa katika Kristo? Kufa katika Kristo sio maisha ya kwamba huyu mtu alikuwa akosi ibada. Sio maisha ya kwamba huyu mtu alikuwa yeye anaingia kwenye jengo la ibada. Ni maisha yale yanayozidi hapo. Alikuwa anamwabudu Mungu kila wakati na alitembea na nani? Yuko na Yesu. Haleluya. Uzuri Yesu wetu uwezo ukamshika kama cha kuhubiria hivi ukasema sasa huyu hapa. Mtu akinikubali nitaingia ndani yake. Nitakaa naye, nitakula naye, nitakunywa naye. Ila akinikataa anaondoka. Unabaki mwenyewe. Kufa katika Kristo ni maisha ya kila wakati nina Yesu. Kila wakati nina Yesu. Kila wakati nina Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka kila wakati. Mungu anipe akili. Mungu akupe akili. Angalia vitu vya thamani ni nini? Ni kitu gani ni cha thamani? Watu wakinicheka kwani shida nini? Watacheka mchana na usiku? Siku na kanga ziliandika hivi. Hivi na umeokoka? Ndio, nimeokoka. Naona bwana. Akinishangaa kuna shida. Heri yao wafao katika Kristo tangu sasa wapate kupumzika. Hakikisha jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima. Hakikisha jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima. Inakwambia jikague mwenyewe maisha yako. Unavutwa na vitu vya kupita. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hebu katafakari vizuri. Kajifunze sana na kusema hata mkono wako wa kuume ukosesha ukate. Hii ni gharama gani utakiwa nilipe? Imani tu niwe na nafasi kwenye uzima wa milele. Nilipe gharama ya namna gani? Weka jina lako likae pale. Likae pale. Likae pale. Makwazo hayana budi kuja. Lakini ole. Malizia. Ole ambaye yanakuja kwa sababu yake. Ole wake ambaye ndiyo chanzo cha hayo makwazo. Ukisoma juu yake pale, niliacha mistari ya watoto wadogo. Enyi watoto, mtu asiwakwaze, mtu asiwauzi. Mtu akiwakwaza kiwauzi, ni heri afungiwe jiwe kubwa na kusagia akatoswe. Na akasema ole wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha. Ulimwengu hapa ni nini? Ni hali.
Ulimwengu hapa ni nini? Mtu. Alipenda ulimwengu, sio kwamba alipenda ardhi, alipenda mtu. Ole ulimwengu, ole wenu wanadamu. Kwa sababu hayo mambo ya kukosesha yapo mengi mno. Yako mengi, lakini wewe usiwe chanzo cha kwazo. Usimshike mume wako mguu anapoendelea mbele. Usimshike mke wako mguu anapoendelea mbele. Usifanye hivyo. Anapiga hatua ya kiroho, wewe unamrudisha nyuma kwa mambo yako tu, kwa matendo yako tu. Unatenda mambo ya ajabu mpaka mume wako anaona sasa siwezi kuendelea na ukoo. Usiwe chanzo. Litatimia kwa ajili yako heri utunikiwe jiwe kubwa. Milton, ile jiwe la kusagia. Wengine asielewe jiwe la kusagia. Jamani, Biblia ni ya kale, si sawa? Imeandikwa miaka mingi iliyopita. Hakuna teknolojia za kusaga kwa mashine. Mama anakaa, anaweka ulezi wake pale kwenye ile jiwe iliyotengenezwa. Alafu anaweka katikati, anasukuma lile jiwe. Linaenda linasaga. Bila tuambia kwamba nafua akafungiwa hilo jiwe, alafu akabebwa, akatoswa. Usilete makwazo kwa watu wa Mungu. Usiwaletee makwazo watu waliookoka. Ukiona ule mtu atakwazika, kaa kimya. Usifurahie kwa sababu anakwazika. Usione sawa kwa sababu anakwazika. Yeye aliyemzaa anamwonea wivu kama nini. Alafu wewe unachukulia simple, rahisi tu. Naona kwazikeje. Usimkwaze. Akiendelea, Mungu anakasirika. Akishakasirika, jina linakuwa omitted, linafutwa. Huyu hana mpango wa kwenda mbinguni. Hajawahi kutamani kwenda mbinguni. Aliingia kanisani kama dini. Kama dini, kama dhehebu. Faje ya nini? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kagua. Naomba simama. Hakikisha jina lako limeandikwa kwenye kile kitabu cha uzima. Yesu akikuta hapa, nini kitatokea? Kwenda ni tamaa. Kagua maisha yako. Hebu tufunike macho yetu. Jamani, tumejifunza mengi kuhusiana na ziwa la moto. Sio mahali pa kupata amani hata kidogo. Humo mateso yake, funza wake hafi, na moto wake hauzimi. Alifan yeye inasema kutakuwamo na kilio na kusaga meno. Mtu analia mpaka anajinata meno, anayafunga meno yake, anasaga meno. Maumivu ni makali. Naweza kuchagua uzima wa milele kwa kufanya uamuzi sahihi, kwamba yale mambo yaliyoniangania ya dunia hii, yanayonivuta nyuma, yanayofanya nisifanye vizuri, nitayaachia, nitayakataa kwa ajili ya uzuri ulimo ndani ya Kristo, kwa ajili ya uzuri uliko mbele yangu. Ninakushauri mchana wa leo, fanya maamuzi. Hiyo dhambi inayokufunga, inayokung'ang'ania kama mkono wako kuume, hebu ikate katika jina la Yesu aliye hai. Hebu ikatae. Iko siku inakuja, uko wakati unakuja, ambapo wanadamu watanyamaza, ambapo wanadamu watasema jambo, ambapo wale ambao ni jeuri hawatatamka wote. Watamwona Mwana wa Adamu anakuja.
hata kama nimekung'ang'ania, ulikatae dhambi, yuko Roho Mtakatifu. Ninajua toka uimbaji nilikuwa naona nyimbo zinazoimbwa, ninaangalia kwamba zinakwenda kwenye somo hili. Yeye anatamani tuishi naye milele. Kama ulikuwa hujaamua kwa dhati kuingia katika wokovu, ninakuambia tangu sasa amua. Tangu sasa ikatae jehanamu. Tangu sasa kataa kuingia kwenye ziwa la moto. Yeye Baba anayetupenda aliandaa kwa ajili ya shetani na majeshi yake, sio kwa ajili yako, sio kwa ajili yako. Wewe ukatae shetani, umwambie Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Hebu kwa dhati, kwa moyo wako, akiwa nikague, hebu tembea, ingia katika moyo wako, jikague, angalia, je, jina langu mpaka sasa limeandikwa katika kitabu cha uzima? Je, ninaweza kuingia mbinguni? Ninaweza kuketi pamoja na wale manabii wakubwa waliotutangulia? Ninaweza kuketi pamoja na Musa? Ninaweza kuketi pamoja na Elia? Ninaweza kuketi pamoja na mitume 12? Kama unaona hapana, umwambie Yesu nisamehe. Patie sauti, mwambie Yesu nisamehe. Mwambie Yesu, ninaomba unisamehe. Nimekuwa kwazo kwa mume wangu, nimekuwa kwazo kwa mke wangu, nimekuwa kwazo kwa ndugu zangu waliokoka, nimekuwa ni kikwazo. Ni mahali ambapo wenzangu wanajikwaza kwa sababu ya maneno yangu. Mwambie Yesu, ninaomba unisamehe. Ninatamani kuingia katika mji mpya na nchi mpya. Ninatamani kuona utukufu wa mwana pekee wa Mungu. Ninatamani siku moja pambani. Angalia ile nchi nzuri mno, ziwa la moto linatisha, moto linatisha. Amua leo tena, amua leo tena. Nafasi ipo, nafasi ipo, nafasi ipo, nafasi ipo. Iko nafasi tena mchana leo, iko tena nafasi, iko nafasi, iko nafasi tena kwa ajili yako. Ni kuamua tu, ni kuamua tu, ni kuamua tu, ni kuamua tu, ni kuamua, ni kuamua tu, 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 ni kuamua tu na kukataa, ni kuamua na kukataa, ni kuamua tu, ni kuamua tu, ni kujitoa, ni kujitoa, ni kujitoa, ni kujitoa na kusema nachukua mkono mwingine. Sitaikumbatia dhambi tena, sitakubali mambo yanayonikosesha, sitakubali tena. Mimi ninajua ni kwa dhati wewe mwenyewe ewaza kusema ninatamani. Nitaomba pamoja na sisi sote, muomba Bwana Yesu atusamehe mahali tulipokuwa tumekosea, atusamehe, atusamehe, atupe nguvu tena. Tumwambie Yesu utusamehe kwa moyo wa dhati, kwa ndani. Yeye yupo anayezaa watu upya, anayetengeneza upya, naweza kutengeneza. Hebu twende tuombe pamoja, hebu twende tuombe pamoja, tutulie tafadhali. Twende tuombe pamoja, mimi na nyie wote. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako,
ninakuja mbele zako.